Halo wapendwa, ni mimi hapa tena mshikaji wenzanu ambaye ni Asha Shidaji. Leo nimekuja na njia ya pili ambayo inaondoa baraka ama inaingisha baraka zetu. Hii ni njia ambayo wengi wanaipuzia, lakini ni njia moja ambayo huwa inachukuanga sana vijana. Ni njia moja ambayo huwa inachukuanga sana ndoa za watu. Ni njia moja ambayo huwa inaaltanga sana, take altars mostly to the people who have big destinies. Hallelujah. Now, let me go hii njia ya masikio. Masikio inakuanga aje, inakuwa njia aje ya kutoa. Vitu ambazo unasikia ni vitu ambazo vinakujenga. Vitu ambazo unasikia ni vitu ambazo unataka wewe uwe. Now, if you are hearing hip hop, you want to be a rapper or something like that. If you are hearing gospel ministry, you want to be a minister maybe. Ama you can hear things because they are for resha, yeah. But hiyo hali ya kusema ni resha, sometimes it can be something that takes you away from where you are. Most of the ministers tumekata ku grow to the levels ambao we want our voices to have anointing, ambao unapoongea hivi tu the gold ghost anashuka, madhabahu yanajaa roho wako wa Mungu, lakini hatuna hiyo nguvu. Kwa sababu gani? Tunavyosikia kwanza before tuingie kwa madhabahu si vitu vya Mungu. Ndio unapatanga sasa tunapoingia hata kwa madhabahu tunaingia na madhabahuni kwa akili zetu. Tunaingia kwa madhabahuni kwa sababu ya talent, kwa sababu ya talented, tuko na sauti nzuri, naweza ingia kwa madhabahu wimbe, kana sauti nzuri naweza kia kwa madhabahu dance, yeah, you are a good praiser. And sometimes ni vitu ambazo tumekuwa nimezoea. Madhabahu yamekuwa kama mahali tumezoea, now it become like a profession. Hallelujah. But we don't carry the anointing that is being needed in those altars. Why? Because what we hear, it takes away what we should have. Bwana Yesu asifiwe. Now unapata you are a gospel singer, you are a gospel minister, but what you hear is the secular things. Your phone is very dirty. What you hear, what you watch is always very dirty, brethren. You can never receive the anointing from God if you cannot hear anointing. Now, the moment you hear, the Bible says that faith comes by hearing, and hearing the word of God. What does it mean? You can hear, but you can hear, yeah. And hearing is one way to insert faith unto you, but hearing also is one way to take faith from you. Let me explain. Hearing word of God. Faith comes by hearing, and hearing the word of God. Now, the faith can be taken by hearing and not hearing the word of God. No maana tumefika mahali you are a Christian, uko kanisani 24/7, uko kanisani, you are a good minister, yeah. But vitu ambazo hata kama unaombea mgonjwa ukiwa na doubt. Kwa sababu gani? Vitu ambazo una grow nazo kwa akili zako ni vitu ambazo zimekaa na dunia. Zimekuwa surrounded with the spirit of the earth. What does it mean? Nakwambia kwamba anajaribu kukueleza, si ati najua, hapana, lakini ni kitu ambacho nimejaribu kuelewa. Every sound, every voice you hear come from a certain altar. And every voice you hear is always changes the body function. It always changes the mindset. It always changes the faith you got, brethren. Let me put it this way. Unaposikia, look at these people, not these people. These are our fellow humans, ambao mostly we hear secular. These are the people ambazo tuna change tu, si kwa kupenda kwetu. Tuko na ile appetite ya kutembea naked. Tuko na ile appetite ya kutembea tukiwa shaggy. Why? Because the spirit we hear from is always the spirit that promotes nakedness. The spirit we hear from is always the spirit that promotes shagginess. That's why we hear what we do, what our body responds to what we hear from. Now we are ministers ambao tunataka tuende to higher levels, but what we hear daily is not what can make us to go to higher levels. Sasa ni familia, wewe ni familia, wengine wako katika ndoa, lakini vitu unasikia katika ndoa si vitu ambazo inaweza kupandisha katika level nyingine. What do I mean? Kijana uko katika ndoa, msichana uko katika ndoa, na hii ndoa uliomba katika maombi. Na vitu ulianza kuomba katika maombi, wakati uliomba katika maombi ulikuwa unasikiza vitu ambavyo ni za kuomba katika maombi, ulikuwa unavisikia vitu ambazo ni za kimungu. Now after umepata ndoa, umepata mtoto, umepata mbaba mzuri, si mbaba, sorry, umepata your lovers mzuri, umepata mpenzi wako, mbavu yako mzuri, you know that ndoa iwezi simama kama bado uwezi simama na vitu ambazo uliombea nazo. Ndoa nyingi zimevunjika, tumekuwa na mababy mamas wengi. Kwa sababu gani? Tuliomba katika sauti ya Kristo, tukakuja mbele za Bwana katika roho, tukaomba ndoa, Bwana tusaidie ndoa, tukapewa mbavu yetu. Papo tulipofika ndoa tukasahau kwamba kilichopewa kwa maombi kinatunzwa kwa maombi.
What do I mean, Shidaji? I mean this. Tulipewa, ulipewa ndoa. Lakini ulipopewa ndoa, ukaingia na vitu za dunia kubishana na ndoa zingine za dunia. Kila mtu anaoa, mtu wa dunia anaoa, mtu wa kanisa anaoa, lakini tukaanza kubishana na vitu vingine za nje za dunia. Tukafika tulipata ndoa, tukakuwa lazy, tukasema men are there to provide. We are there to provide, but you are supposed to look for something that can be supported. Praise God. Now ulipoteza hii kwa sababu gani? Kwa sababu ya kusikia vitu za watu wa dunia sana, ambazo zilikujaza, zilibadilisha akili zako, zikabadilisha mawazo yako, zikabadilisha msisimko wako. Ukasikia wanaume ndio wanafaa kufanya kila kitu kwa nyumba, wanaume wanafaa kusaidia wanawake zao. We are there to help, because the Bible says that God will He gave Adam a helper. Praise God. He gave Adam a helper, But now being a helper, it doesn't mean for you to be lazy. Bwana Yesu asifiwe. Now, vitu ambazo tumesikia kutoka kwa dunia ukazileta kwa ndoa yako. After umeleta kwa ndoa yako, ukaona ni kama hiyo si mbavu yako. Brethren, ukatoka na mtoto, ukatoka kijana, ukatoka na mtoto. That's why nowadays we have single mothers wengi, we have single fathers wengi. Si kwa sababu walipenda, hapana. Ni kwa sababu vitu ambazo walisikia. Masikio ni njia moja ya kukuharibia ama ya kukujengea. Brethren, if we can hear things ambazo na please God, God will always be pleased with us. If we hear things that will please the world will always be pleasing with us. That's why we are here, because what we are is what we hear from. Bwana Yesu asifiwe. Mtoto akiwa karibu na wewe akisikia wewe ni kutusi tu, mtoto anakaa wa matusi. Mtoto akiwa na wewe akisikia wewe ni mtu wa kuomba, mtoto akuwa muombezi, because what you are is what you will give. Bwana Yesu asifiwe. Brethren, I want to challenge you. If God comes today, is that phone of yours holy? Is that sacred ways of yours holy? Is that sacred way praise of yours holy, brethren? I'm not judging, no. I'm not judging, but I'm asking. If God comes today, because he says he's coming like a thief, meaning God can be your neighbor. Because hautajua ni nani. Imanishi kwamba atakuja na mabunduki, no. Atakuja kama mwizi. Inaweza kupata Mungu ni jirani wako. Inawezekana amekuja leo. Tafadhali washikaji. Tumekaa vijana ambazo tunang'ang'ana na familia, kufita vita vya familia. Si kwa sababu hatujui, hapana, ni kwa sababu tunajipoteza. Tumeshikilia gengeton, tumeshikilia hip hop, tumeshikilia reggae ambazo hazifurahishi nafsi ya Bwana. Ndio maana hata baraka za Mungu ni ngumu kuingia, kwa sababu zikikuja zinashindwa, zitaweka wapi madhabahu, zitaweka wapi makao. Let us meet to the altars for more. Tujadili kitu ndani. Masikio tuingie katika altars jioni leo, tuingie jioni altars tujiulize. Hii jioni masikio hii, Bwana nisaidie masikio yangu isiwe ni masikio ya kutoa, lakini ni masikio ya kubariki. Brethren, uko pale maybe unasikia for the first time. I can preach this one, I can give this one, but it will be empty if you are not saved again. If you are there and you are not given your life to Christ, Jesus Christ, it's a good opportunity for us to say this. Follow me after this. If you kama umeamua, I'm not forcing you, kama umeamua, sema, Bwana Yesu, nakuja mbele zako, mimi mwenye dhambi. Nioshe dhambi zangu, niweze kuwa msafi mbele zako. Utoe jina langu katika kitabu cha mauti, weka jina langu katika kitabu cha uzima wa milele. Katika jina la Yesu Kristo naomba na hata kuamini. Bwana, katika jina la Yesu Kristo, mpendo wako amekukubali, mfalme wa wafalme, tena mapenzi yako mfalme wa wafalme, na bado mshikilie. Katika jina la Yesu Kristo naomba na hata kuamini. Amen. Let us meet to the altars. Bwana jioni bro, tusikie kwamba masikio hii inatuendeshaje, masikio hii inatupeleka wapi. Asanteni. Hasha Shidaji hapa. Tupatane tena tuendelee.